Angalia kaunti zote ambaye wanaongozwa na viongozi wa Waislamu kimaendeleo wako nyuma. Kwa sababu gani? Wote wamekuwa leo wafisadi. Kila mmoja anataka kutengeneza nyumba Karen, kila mmoja anataka kununua Prado ya VA, kila mmoja anataka kuweka na kusave pesa nje ya nchi. Nani atasaidia hawa Waislamu maskini ambaye kwamba muliapa na Qur'an ya kuwa wallahi tutawasaidia, tutajenga barabara, tutawapatia maji, tutawapatia uhai na dawa na afya wapi? Lakini mjue yeyote katika Waislamu ambaye atakufa ati kwa ajili amekosa dawa, ama atakufa kwa ajili amekosa maji, ama atataabika kwa ajili amekosa barabara, na hiyo hali ikamtatiza mpaka akakufa, na wewe uko juu ya kiti na umeapa na Qur'an, wallahi kesho tayarisha maswali yako mbele ya Allah. Fama aljawabu idha suilna wa rabbuna Allahu shahidun bima fa'alna. Viongozi wamche Allah, waogope Allah. Uongozi unakuja leo na unaondoka. Hii dhulma ambayo mnafanya, hii pesa ya umma ambayo mnaiba, hii mambo ambayo kwamba mnafanya juu ya ardhi, wallahi kuna siku. Mmesikiza vile huyo Muislamu ameongea. Ameongea ukweli, ukweli, ukweli. Kwa sababu Wakenya ukiangalia uongozi ya Waislamu na uongozi ya Wakristo iko tofauti kabisa hapa Kenya. Naongea kuhusu hapa Kenya. Kwa sababu Waislamu kule juu, kule Northeastern, watu wengi ni Waislamu. Unapata governors, senators, women reps, MPs, MCAs wakichaguliwa wanaishi Nairobi. Mbona waishi Nairobi? Hawataki kufanyia Wakenya kazi. Wakenya wengi wanakufa huko juu sababu ya ukame. Na ukame ni kitu ya kuzuia, wanaweza zuia. Wachimbe maji, wachimbe maji. Wanyama wanakufa sababu ya ukame. Mifugo. Baada ya kuchimba maji, Wakenya wale ambao wako huko juu wanasema mifereji zinakuwa na maji wakati wa kampeni. Kampeni ikiisha mifereji haiwezi kuwa na maji. Hiyo lazima iishi hapa Kenya. Waislamu, fanyia watu kazi. Viongozi Waislamu, fanyia watu kazi.